distance tuache China ibaki hapa. Amen. And now let us stand up as we appreciate the servant of God as he comes to the altar to speak to us. Reverend Don Mandell. Pigia Bwana Yesu makofi as I welcome Reverend Don Mandell from California, USA. Pigia Yesu makofi mazuri. Makofi mazuri, makofi mazuri. It's so wonderful to see all of you. Ni furaha sana kuwaona nyinyi nyote. And Reverend Wilson as well. Reverend Wilson. And we did have with us yesterday our Reverend Moses Megiru, but he had just for a little meeting he had to for the redeemed but we love those people. Mtumishi wa Mungu tulikuwa naye kwa muda mchache, lakini alikuwa ameenda mkutano kwa ajili ya mkutano wa because they are one. We had you here. Tulikuwa na yeye hapa. Yes. Reverend Megiru alikuwa kwa sababu sehemu yake ilikuwa hapa. Hallelujah. Amen. You may be seated. Unaweza mkaketi. In 1962, mwaka wa 1962, Porto Alegre, Brazil. In Porto Alegre, Brazil. Uko Porto Alegre, Brazil. Porto Alegre. Porto Alegre. Okay. I have to be careful. It's okay. Nahitaji kuwa mwangalifu. I like for my immune system to get exercise. I don't get any Dr. Morris Cirillo. Daktari Morris Cirillo. With T.L. Osborne and a few other people. Wakiwa pamoja na T.L. Osborne na watu wengine pia. We're holding some of the largest meetings in the world. Walikuwa na mikutano mikubwa sana kwa ulimwengu. They were going into many countries. Walikuwa naenda nchi nyingi. And winning many souls. Wakileta nafsi mingi kwa Kristo. But something was missing. Kulikuwa na kitu ambacho kilikuwa kinakosekana. God showed him. Na Mungu akamwonyesha that he would never reach the world. Ya kwamba hatafikia ulimwengu wote. Through famous evangelists. Kufanya kama uinjilisti ule kama ule walikuwa wanafanya. Holding these big crusades. Kuwa na mikutano hii mikubwa. In those days there were about 3 billion people in the world. Miaka hiyo ilikuwa na watu bilioni 3 ulimwenguni. Today there are 8 billion people in the world. Wakati tunapozungumza wako watu bilioni 8. And I know what you might be thinking. Na ninajua kile ambacho mtakuwa mnafikiria. You might be thinking, here I am. Naweza fikiria niko hapa. Mzee wa kijiji. Mimi ni mzee tu wa kijiji. Mtu wa kijiji. Mimi ni mtu wa kijiji. I'm here in Keumbu. Niko hapa Keumbu. But again, I remind you, as I told you yesterday. Lakini nawakumbusha vile niliwaambia jana. For some reason. Kwa sababu fulani. Jesus Christ. Yesu Kristo. Was put in a very small place. Aliwekwa katika sehemu ndogo sana. The historians today. Wahistoria wa leo. Believe there were only about 1,500 people. Waliamini katika sehemu hiyo kulikuwa na watu 1,500. In Nazareth. Kule Nazareth. In the time of Christ. Wakati wa Kristo. Now, if you have a formula to make an atomic bomb. Kama uko na njia ya kutengeneza bomu. It uses very small particles. Inatumia chembe ndogo sana. You can't even see them. Ndege hata za zingine huwezi siona. They shoot a proton. Zinagonga kitu inaitwa proton. At an atom. At an atom. Na kitu inaitwa atom. And the atom splits. Na inafunguka. And as it splits. Na inapofunguka. It produces another neutron. Inatoa kitu kingine kinaitwa neutron. And then there's what's called a chain reaction. Na kunakuwa na vitu vinatendeka pale. And before you know it. Na kabla ujue. It's a terrible tragedy. Ni shida ama ni tabu kubwa sana. Horrible. It's horrible. Ni ya kutisha. A very small bomb. Kabomu kadogo. Can not only blow up an entire city. Akawezi lipua mji mzima. But leave so much radiation. Lakini naacha vitu fulani pale. That nothing can grow. Ambapo zinasababisha vitu visimee. Now we have a good power. Tuko na nguvu mzuri. A good atomic power. Tuko na bomu mzuri. God wants you to have that. Mungu anataka upokee hiyo nguvu. Hallelujah. Hallelujah. At least 3 people got it. Watu 3 tu ndio wameelewa hii. God wants you to have that. Mungu anataka upokee hiyo nguvu. We have to follow his formula. Lazima tufuate njia yake. He went to where the people were fairly simple. Alienda mali watu walikuwa tu wa kawaida. Capernaum. Kapernaumu.
Kanani. All Cana. these Cana or Cana. Cana. We're not going to worry about these different accents. You know, you people say, I say church. Na nyinyi mnasijua mimi nasema church. And you people say church. Na nyinyi mnasema church. Yeye anasema church. I say earth. Anasema earth. You say ta'at. Na nyinyi mnasema earth. But we'll understand each other in the Holy Tutapatana Spirit. Takatifu. So God took the life of Morris Cerullo Mungu akachukua maisha ya Morris Cerullo and focused it away from the big crowd. na akaiweka mbali na umati mkubwa. Can we say that together? Away from the big crowds. Away from the big crowd. Mbali na umati mkubwa. All that excitement. Msisimuko wowote. And wonderful results. Na matokeo mazuri. But he wanted to reach the world. Lakini alitaka kufikia ulimwengu. One of his favorite songs. One of his favorite songs. Nyimbo zake zenye alikuwa anapenda is Psalm 2 and verse 8. And that is, ask of me. Na hii inasema niombe And I will give you na mimi nitawapa the heathen for your inheritance. hata kwa ajili ya urithi wako. No, the heathen, I will give you the heathen. Nitakupatia iliyofichika. And the uttermost parts of the earth for your inheritance. Kwa ajili ya urithi na warithi wako. I'm sure that's very beautiful. Na nina uhakika hiyo ni ya kupendeza sana. In Swahili. Kwa Kiswahili. Morris Cerullo was an orphan. Alikuwa ni yatima. His father was a drunkard. Baba yake alikuwa ni mlevi. Changa. Alikuwa anakunywa changa. And he left the family. Na akaacha familia. His mother died of cancer. Mama yake alikufa na saratani. When he was very little. Alipokuwa mdogo. And I'm not going to try to make you cry. Sitaki kuwafanya mlie. Because in my country, kwa sababu kwa nchi yangu, even an orphan, hata mayatima, will be given by the government. Come again. Even the government, the orphan is given by the government. Hata mayatima wanapeanwa kwa serikali. Education, masomo, food, chakula, shelter. makao. I have seen the slums of Nairobi. Nimeona mitaa mabanda kule Nairobi. So I'm not trying to make you cry. Sitaki kuwafanya mulie. Even though he was an orphan. Hata kama alikuwa ni yatima. Do you understand what I'm saying? Naelewa kile tunazungumzia. Even though he was an orphan. Hata kama alikuwa yatima. The government took good care of him. Serikali ilimchunga. But it was not easy. Haikuwa rahisi. And he came to this verse. Na akakuja mala. Ask of me. Akasema niulizeni kutoka kwangu. And I will give you the heathen. Nami nitawapa kilichofichika. For your inheritance. Kwa ajili ya urithi wako. And the uttermost parts of the earth. Katika sehemu fulani ya ulimwengu. For your possession. Ili mkaurithi. So for 34 years. Kwa miaka 34. I traveled with him. Metembea pamoja naye. To the nations of the world. Kwa mataifa nyingi. Over and over again. Mara mingi sana. They said this is impossible. Alisema haiwezekani. Come back in 5 years. Rudi baada ya miaka 5. But Brother Cerullo would go right in. Lakini ndugu Cerullo aliendelea kuingia ndani. After the terrible 9/11, the buildings blown up. Baada ya mlipuko kule Amerika Septemba 11. He sent me right to Pakistan. Akanituma Pakistan. We've been into Saudi Arabia. Kakuwa Saudi Arabia. North Vietnam. I've been to North Korea. Amekuwa North Korea. Iran. Kule Iran. And I want to say, nataka kusema, wherever I've gone, mahali popote menda, there are wonderful Kenyan servants of God. Kuna watumishi wa Kenya wa Mungu wazuri. In Qatar, kule Qatar, one of our chairmen, mmoja wa viongozi wetu, was a very, very accomplished Kenyan man. Ni mtu ambaye ni Mkenya ambaye ameendelea. He was a church leader. Alikuwa kiongozi wa kanisani. But he also had a job as an air traffic controller. Lakini pia alikuwa na kazi ya kuongoza ndege. You know, the Kenyans can be comfortable. Unajua Kenya wanatulia. In Iran. Kama mahali Iran. In Israel. Hata Israeli. In Ukraine. Hata Ukraine. In Russia. Hata Russia. In China. Hata Uchina. They are not part of these wars of civilization. Wakenya hawana shida na mambo ya vita. They don't have enemies. Hawana maadui. When you look wakati unaangalia at a Kenyan person, unapoangalia Mkenya doesn't
call to mind haikuji kwa mawazo any of these great conflicts mapigano haya mengi between Europe and Russia, kati ya Europa na Urusi, between the Muslim world and the West, kati ya nchi za Kiislamu na ile ya kusini, between the Chinese and other parts of the India, kati ya Wachina na Waindi. So you have a great legacy. Kwa hivyo nyinyi mko na mambo mazuri, because your leaders have navigated, kwa sababu viongozi wenu wameingia to keep you out of these all this hate, kuweka mbali na machukizo haya. And there are many servants of God in America. Kulikuwa na watumishi wa Mungu wengi kule Amerika. And in 20 years ago, na miaka 20 iliyopita, 30 years ago, miaka 30 iliyopita, if a Kenyan had told me, Mkenya angeniambia, I have a burden to go to America, niko na mzigo wa kwenda Amerika, because I want to bring the gospel, kwa sababu nataka kuhubiri injili, I would have said, that's a joke. ningemwambia wewe, hiyo ni mzaha. What you want is an easy life. Kile unahitaji ni maisha mazuri. You want to go to America, unataka kwenda Amerika, meet some nice girl, na ukakutana mrembo mzuri, get a nice car, upate gari nzuri, and maybe you'll win a few souls. na pengine maybe you will win a few souls. Pengine utaokoa nafsi kadhaa. I would have said you're in your flesh. Lakini ningesema uko kimwili wewe. But today, lakini leo, there is a great need, kuna mahitaji kubwa for spiritual and moral leadership, ya uongozi wa kiroho na tabia nzuri. If God is calling any of you, kama Mungu anaita mmoja wenu, to evangelize Canada or the United States or Europe, kule kufanya uinjilisti Amerika, Canada na Europa, you know, this is known as a developing country. Inatambulika kama nchi inayokuwa. But if you go drive down this road, lakini unapotembea katika barabara hizo, you see redeemed, unaona kibao cha redeemed, word of life, unaona word of life, Pentecostal assembly, unaenda Pentecostal assembly, SDA, ukaona SDA. you see so many churches, kuna makanisa mengi right in this little area. mahali hapa padogo. So you are a superpower, nyinyi ni watu nchi yenye nguvu spiritual, kiroho, and I believe the blessing of God is on its way. na ninaamini baraka ya Mungu iko njiani inakuja. God is coming to bring his blessing, Mungu anakuja kuleta baraka yake, because the eyes of the Lord go throughout the whole world, kwa sababu macho ya Bwana inatembea ulimwenguni kote looking for those. kutafuta wale. But in Europe, lakini Europa, I can take you to France. naweza kupeleka Ufaransa. I think not even 2% of the people hata sio asilimia 2 ya watu are going to any kind of church. wanaenda kwa kanisa lolote. So as we join Papa now, tunapoungana na Papa sasa, I beg you, ninakuomba do not be limited in your mind. usijiwekee kiwango cha mawazo Now, yako. as this anointing comes on your life, upako huu unaposhuka katika maisha yako, as you start to look at the world in a different way, unapoanza kuangalia neno kwa njia fulani, as you get rid of this idea unapotoa mtazamo huu that the greatest blessing ya kwamba baraka iliyo kuu is to get a visa ni kupata visa to New Zealand, na kwenda kule New Zealand, to Canada, ama kwenda Canada, or to America, ama kwenda Amerika. oh, I'm so happy. Nimefurahi. Listen, I have a visa to Kenya. Yeye ako na visa ya kuja Kenya. Pigia Yesu makofi. And if I obey the visa, na kama atatii vizuri, akuwa mwaminifu kwa hii visa, I'm watching when I'm supposed to leave, anaangalia muda ambao anafaa kurudi I kwao, don't stay too long, hata kaa sana, it's very tempting, na ina majaribu, especially here with all the sugar cane. sana sana hapa Keumbu vile kuna miwa mingi, It's very tempting. ina majaribu. But if I leave on time, Lakini nikitoka kwa muda they upasa, will give me a multiple entry. watanipatia kurudi tena na tena. And maybe one day, Na wendekawa siku moja it will take a miracle. itachukua muujiza wa Mungu. But maybe I don't want to say anything is impossible. Sitaki kusema kitu akiwa mambo hayawezekani. God could arrange Mungu anaweza fikia for me to have yeye apate a green card for Kenya, apate green card ya kuishi Kenya. Pigia Yesu makofi mazuri. because it is a blessed land, Kwa sababu ni nchi iliyobarikiwa, and there is a need for leadership in this world. na kuna hitaji ya uongozi kwa ulimwengu. Not only the love of Jesus, Si upendo wa Kristo tu, but part of our covenant lakini sehemu ya serikali yetu to say no
kusema hapana to the evil, kwa maovu, to have value, na kuwa na mambo mazuri, to have principle, kuwa na uongozo mzuri, to have standards. na kuwa na msimamo. So as we welcome Papa Cirillo tunapomkaribisha Papa Cirillo to take you the next step, kuwapeleka hatua nyingine, I also want you to realize, nataka muelewe hii, this is not about trying to be a superstar. hii si kuwa mtu anayeng'aa zaidi. You know, some people they say, Unajua watu wengine wanasema, I'll serve with pastor nitahudumu na mchungaji for a few years, kwa miaka michache, I'll show some obedience, nitakuwa na uaminifu, but my real thought lakini mawazo is yangu to have my own thing, ni kuwa na kitu my changu, own idea. kuwa na mtazamo wangu. But that's not what the kingdom of God is all about. Hiyo si vile ufalme wa Mungu ulivyo. I was 34 years with Brother Cirillo Alikuwa na Baba Cirillo kwa miaka 34 in 110 countries. kwa zaidi ya nchi 110. I had many opportunities. Alikuwa na fursa mingi sana. Many people wanted me to leave and go with them. Watu wengi walitaka achane na Papa aende na wao, But I knew what they really wanted. lakini walijua kile walikuwa nataka. They wanted to use me Walitaka kumtumia yeye to take ideas and how Morris Cirillo would do things, kuchukua mawazo na mipango vile Morris Cirillo alikuwa anafanya, and contacts that I had thanks to him. na mahusiano ambayo ako nayo akishukuru yeye. So for 34 years, Kwa miaka 34 I never thought of leaving, hakuwahi fikiria kuondoka, because there's so much you can accomplish kwa sababu kuna vitu vingi angepata by staying in the ministry akiwa amekaa kwa ile huduma, where you're planted. mahali ambapo But umepanda, the anointing coming upon your life. upako unakuja juu ya maisha yako. Here we're in a ministry Hapa tuko kwa katika that huduma has a heart for personal evangelism. ambayo iko na roho ya mtu kwa mtu, injilisti. Pastor is not only saying bring them to the church. Mchungaji asemi waleteni tu kanisani, He's equipping you anawapatia so kifaa that outside the sanctuary ya nje ya kanisa. you have more to say Mko na vingi vya than kusema, just come to the service. sio kusema tu kuteni kwa ibada. You might be at a bus stop. Unaweza kwa You kituo might cha be at basi, a bus station. unaweza kuwa kwa kituo cha basi, You might be in the market. unaweza kuwa You sokoni, might be talking to someone you will never see again. unaweza kuwa unakuzungumza mtu hujawahi muona tena. But you have the word of your testimony. Unapokuwa na neno la ushuhuda wako And you'll be trained na umeelimishwa on how to bring the conviction of the Holy Spirit. jinsi ya kushusha Roho Mtakatifu. Have you ever stolen in your life? Ushawahi iba katika maisha yako? What does that make you? Hii inakufanya nani wewe? Well, you don't have to call them a thief. but they Uhitaji will kuwaita understand. wezi, lakini Have you ever lied? ushawahi danganya? What does that make you? Hii inakufanya wewe kuwa nani? Maybe have you committed adultery? Don't answer me. Ushaifanya usherati, lakini usinijibu hiyo. But even if you haven't, Lakini hata kama ushaifanya have hivi you yote, done it here? hata kama hujafanya, si umefanya Have katika you been mawazo, angry and wanted to kill? ushaikasirika na ukataa kuua, Have you show them what a sin is? unaonyesha dhambi ni nini, That they are sinners. ya kwamba wao ni wenye dhambi, But they could tell you're not judging them. lakini wanakwambia, wanaweza jua And you're wahukumu not acting superior. au jionyeshe kuwa mkubwa Paul kwao. said Christ came to save sinners, Paulo akasema Yesu alikuja kuokoa wenye of dhambi, whom I am chief. kwa wale mimi ni kiongozi But wao. God is going to give you this anointing Mungu anaenda kupatia upako to huu bring the conviction of the Holy ya Spirit kushusha uwepo wa Roho and then to Mtakatifu pray for them. na kuwaombea. Can I pray for you? Je, naweza kuombea Our Muslim friends ndugu zetu Waislamu? almost always Kila wakati will say, yes, please pray for me. wanasemanga ndio, Pray for me. niombee, Pray for my sickness. niombee magonjwa yangu, Pray for my family. ombea jamii yangu. So this is the Spirit. Kwa hivyo huyu ni Roho, It is not a fantasy of one day having our own big ministry. si mambo ya kuwaza siku moja atakuwa na huduma kubwa It is yangu, not to use this redeemed fellowship here si kutumia ushirika huu wa redeemed as a stepping stone. kama jiwe la Just kupanda, as a stepping stone. ati jiwe la kupaa. But it's to realize our Ni potential kutambua uwezo wetu and to take serious na kuchukulia kwa maanani the commandment that Jesus gave amri ambayo Kristo alitupa to that small group of Galilean villagers kwa hiyo ile kikundi kidogo cha Wagalilaya who had a Kisii accent ambao walikuwa na ulimi wa Mkisii, and they were not educated. hawakuwa wamesoma, They did not have credentials. hawakuwa na vyeti vizuri, But God had invested 3 years in their life. lakini Mungu alitenda kazi kwao kwa miaka mitatu. He looked right at them
aliwaangalia. First he was angry at Mara ya kwanza alikuwa amekasirikia because he had appeared first to a woman kwa sababu alionekania mwanamke kule named Mary Magdalene. Mary Magdalena. And when she went and told the others, Wakati alienda akaambia wengine, they did not believe her. hawakumwamini. And he was unhappy with that. Naye pia And hakufurahi. he expressed that to them. Akadhihirisha hiyo He was kwao. not happy Hakufurahi because of their unbelief. kwa sababu hawakuamini. Then he said, go ye into all the world. Akaambia nendeni sasa ulimwenguni kote. I mean, these are people that spoke Aramaic. Hawa ni watu waliongea They Kiarabu. may have spoken a little Greek. Wende ikawa waliongea Kigiriki They kidogo. have never been out of that part of the Wende world. ikawa kwa wametoka sehemu ile ya kwao. Go ye into all the world. Kaambia nendeni ulimwenguni kote. Thomas, who doubted him, Tomaso ambaye alikuwa na shawishi na let me see the nail shauku, prints. akasema acha nione mahali misumari He lingi. went to India, dirty India. Alienda hadi India. John the fisherman Yona mvua samaki ended up mvuvi. on Patmos, Alimalizia kisiwa cha Patmo receiving the greatest revelations that God had. akipokea ufunuo mkubwa wa Mungu. And when Jesus was received up, Na wakati Kristo alipaa juu, the angel said, malaika akasema, not ye men of Israel, si nyinyi wana wa ye Israeli, men of Galilee, alisema enyi si wana wa ye Galilaya, people of Keumbu. nyinyi watu wa Keumbu. So I'm excited. Nina msisimko I have a mkubwa, lot of experience. niko na mtazamo mwingi. I have come back years later Nimerudi miaka mingi and baadaye seen how God moved, na naona vile Mungu anatenda kazi, not only in the work of God, si kwa kazi ya Mungu but in pekee, the lives of the people kwa maisha ya watu as they offered themselves. wanapojipeana. Deborah said, Debora akasema, blessed be the people who willingly offered themselves. wabarikiwe watu ambao wanajipeana wenyewe. How many of you offer yourself? Wangapi wanajipeana You wenyewe? offer yourself. Unajipeana mwenyewe? Not very many of you. Hakuna mtu mwenye anajipeana. Do I need a Kisi Ama interpreter? tuite Mkisia Do kuja I need to kalimani, get Brother Dan Mangare up here to ama tuite interpret? ndugu yetu dada. How many of you offer yourself? Wangapi wanajipeana wenyewe? Hallelujah. Haleluya. We offer ourselves Tunajipeana wenyewe as a living sacrifice. kama dhabihu iliyo hai. We are His workmanship, Sisi ni watenda kazi pamoja naye, created in Christ Jesus, tulioumbwa kama Kristo Yesu good work kwa matendo mema that He has prepared ambayo yeye for ametandaa us to walk in them. kukatembea kwa But hiyo. as we walk in Na them, tunapotembea kwa hii our list of problems, listi ya shida zetu, a number of them just solve themselves. zingine zinajisaidia zenyewe, And the others start to seem so small. zingine zinaanza kuonekana ndogo, Because when you're connected to the purpose of God, kwa sababu unapounganika na makusudio ya you're Mungu, walking under the blessing of Abraham, ukitembea chini ya baraka za Ibrahimu, you have challenges, unapata but changamoto, you have victory. lakini pia unapata So many ushindi, victories. unapata ushindi. Hallelujah. Haleluya, So many victories. ushindi mwingi. Are you ready to hear from Papa's Mko Son? tayari kupokea kutoka Papa? Hallelujah. Thank Pigia you. Bwana Yesu makofi tunapokaribisha Papa Morris. Makofi mazuri, makofi mazuri tunapokaribisha mtumishi wa Mungu Papa Morris aende kutuzungumzia mchana wa leo.